Mama aliendelea kumwambia ya kwamba inabidi ajionee mwenyewe ya kwamba miaka yote wamekuwa wakila kile kinachotoka shambani na sio huko shuleni. Basi alimuomba mama yake ampatie mafuta ya taa kidogo ili aweze kuwasha taa ajisomee, lakini mama yake akakataa na kumwambia ya kwamba mafuta kidogo alionayo inabidi wayaweke, kwani ni ya muhimu sana, nyakati hizi ni za shida. Basi usiku mmoja William alienda chumbani kwa dada yake na kumwambia maneno haya: najua unampenda sana mwalimu, najua pia mwalimu anakupenda wewe, basi naomba unisaidie jambo moja. Alimuomba dada yake amsaidie kupata ile dynamo iliyoko kwenye baskeli ya mwalimu wake, kwa sababu anaweza kuitumia kupampu maji na wakamwagilia shamba la baba yake. Basi asubuhi ya leo William aliporudi alikuta wazazi wake wanalalamika kwamba dada yake Annie ametoroka pamoja na yule mwalimu. Aliandika kwenye barua kwamba wamekimbia kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, na William alipoingia chumbani kwake alikuta dada yake amemwekea ile dynamo iliyokuwa kwenye baskeli ya mwalimu. Kwa msaada wa marafiki zake, William kwa kutumia plastic waliweza kutengeneza mashine ndogo ambayo ilikuwa na kitu kama propela, na pale ambapo ilikuwa inazunguka basi ilitengeneza nishati kama ya betri, na redio ilianza kuongea kama iliyowekwa betri. Kweli redio ilianza kuongea tena kwa sauti kubwa. Wote walikuwa na furaha na kuanza kucheza muziki ambao ulikuwa unachezwa ndani ya redio. Hili lilimpa matumaini William, kwa sababu lengo lake ni kutengeneza propela kubwa na kuiweka kwenye upepo ili kuweza kupamp maji na kumwagilia mazao ya kuweza kuwapa chakula. William alibaki na hitaji moja la baskeli, tena ni baiskeli ya baba yake. Alikuja kwa baba yake na mashine yake na kumuonyesha ni namna gani inaweza kutengeneza nishati.